Habari yenu. Hii jioni ya leo kuna kitu moja nilikuwa naangalia katika maandiko Mark 12:27 inasema, je, si Mungu wa wafu bali ya walio hai? Hivyo mwapotea sana. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nilikuwa naangalia, naona ya kwamba Mungu ama Yesu Kristo aliongea na akasema Mungu sio wa walio wafu bali ya walio hai. Kuna kitu moja inafanyanga nisangae, kwa sababu tukirudi katika mahali pale kwa wazee wa Kikuyu na wale wanijeitanga adu adhai, wanasemanga ya kwamba wanaongelezangu wana ngomi ama wale watu ambao walikufa. Na ninauliza swali, kwa nini Mungu alisema yeye si Mungu wa wafu? Kwa hivyo hao watu si Mungu wanga wanaongea nao. Kwa maana sioni vile roho ya mtu ambaye amekufa na mtu ambaye ako uhai itakuwa. Kwa maana Mungu anasema yeye ni Mungu wa walio hai. Kwa hivyo ile kitu inakuanga saa ile uko uhai ndio Mungu huanga anapelekana na wewe. Na ile wakati ambao umekufa hauko pamoja na Mungu. Kwa hivyo saa ile unaona uko uhai na uko kwa hii dunia na uko kwa hii maisha, furahia sana na ufanye kile kitu ambayo unaweza. Kwa maana ile wakati ambayo utalala hautakuwa na Mungu tena. Hapo katika kaburi mahali tutakuacha hapo mpaka ile siku ambayo itafika kufufuliwa. Kuna kitu moja nasemanga, hata naambianga na kila mtu, kama tusai kuwa tunapendana na wewe ama rafiki yangu ama mchungaji wangu ama wenye wale watu tunafanyaga kazi na wao, please ile wakati utakufa usiende kunitaja. Tafadhali mtu asiende kunitaja ati ananijua. Kwa maana unanitaja kwa nini huko unaenda ati unikujie? Na tumesikia Mungu si wa wale ambao wamekufa, Mungu ni wa walio hai. Kwa hivyo hata my dear, wewe my wife, hata ukikufa ile wakati nitakuzika, hapo ndio nimeachana wewe. Na ile wakati nitaona hata kivuli yako hivi, wewe nitakuombea, hiyo roho yako nitairudisha huko. Si ati kuje kunitembelea ati juu ulikuwa rafiki yangu. Unitembelee twende wapi? Wewe kaa na huko kwa mchanga. Hata yeye bibi yangu ukikufa nitalio hiyo masaa. Nikiacha tu saa ile tu nitaacha kama nimekuwekelea kwa maua hapo na nipande msalaba. Hiyo wakati ndio nimeachana na wewe. Sitawahi rudi kukukumbuka tena, na sitawahi rudi hapo ati kulimia maua ama kuchipua kaburi. Hapana. Hapo ndio nimekuacha wewe, tumeachania hapo. Kwa maana wewe nimejua ya kwamba hauko pamoja tena na Mungu, bali mimi ndiye sasa niko uhai, niache pamoja na Mungu. Hata mimi nikikufa unione nikikutembelea, please unafaa kunipiga mateke sana. Nakuja kutembelea tukiongea nini? Hiyo hatukuongea tukiwa uhai. Kwa hivyo nyinyi wazee mnasemanga ati ni ngomi mwarageria, hiyo ni usetani na hiyo ni ujinga. Na mimi mtu hawezi niambia kitu kama hiyo. Ati kuna sijui wale watu walikufa na niongee. Mnaniongeza tupelekane wapi? Na Mungu si wa hao wenye walikufa. Kwa hivyo jioni ya leo tujue maandiko. Ukisoma katika hii maandiko hapo juu, inasema hapo juu inasema, basi katika kinyama atakuwa mke wa yupi katika hao? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, je, hampotei kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu? Kwa maana watakapofufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile wakati mtu anafufuka katika huko mbinguni, tunaambiwa tutapewa uhai. Ujue kwamba huko hakuna kuoa, hakuna kuoleka tena. Wewe ambaye unasemanga utaoa ati ukiwa huko duniani utaenda kuoa huko, sio ni mtu yeyote ambaye utaoa. Wewe ambaye unasema ati utawekewa mzee huko, hakuna mzee huko, hata hakuna kukula kuku. Wewe ambaye unafichaka pesa huko, hakuna pesa. Kwa hivyo kula raha za ile huko duniani. Oa, oleka, jua maisha mzuri za ile huko duniani. Asante sana, subscribe there. Na tukutane pale katika Facebook Mwangi Mulito, TikTok Mwangi Mulito, Instagram Mwangi Mulito, YouTube Mwangi Mulito. Blessed.